says, see then that ye walk well, not as fools, but as wise. Not as Fools, but as wise. So the message today is, do not walk as fools. Do not walk as a fool. Usitembee kama mjinga. Mjinga hajui kama ataingia nyumbani ama hataingia. Anataka kwenda mahali, anasema sijui kama nitafika. Yeye mjinga. Anasema wewe usitembee kama mjinga, hadi utembee kama mtu mwerevu. Do not walk as a fool, but be wise. Kwa Biblia kuna story kubwa ambayo inasema kulikuwa na wanawali wangapi? 10. 5 walikuwa wajinga na 5 walikuwa werevu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema usitembee kama mjinga. Tembea kama mtu ambaye unaelewa. Maana angalia, juzi niliwaambia story, niwapatia story hapa ya vijana 7 ambaye walikufia kwa mwanamke mmoja. Wa kwanza alioa akakufa. Akaambiwa ndugu yake achukue bibi akuzalie watoto. Akachukua bibi akakufa. Na bibi akufi. Tena watatu akaambiwa tena hakuna mtoto, chukua tena utuzalie. Kama wewe mjinga kweli, mahali ambapo mtu ameanguka, umeona kabisa mtu akianguka kwa simu, unaweza kwenda hapo tena wewe kwa ile simu? Si ujinga huu? Na wote 7 walikufa kwa sababu ya ujinga. So watu wengi sasa hivi wanakufa kwa sababu ya ujinga. Mtu anakuambia nitakupeleka kwa mtu akupee kiti, na ukiangalia bila nakaa hata yeye analia. Na ule mtu anakupeleka kwake, kiatu imeangalia Tanzania na koti limeangalia Uganda. Lakini ndio wao uko pale, yeye akusaidie, wao uvae suit. Msitembee kama wajinga. Tembeeni kama watu waerevu. Because God has called you into this church to be the eye of God. So everybody who see you must see God in you. So how do you walk? You must walk in the Spirit. Hallelujah. Wale ambao wanatembea katika Mungu lazima watembee katika Roho. Mjazwe Roho Mtakatifu, msome Bible, muelewe Bible. Mtu akikusomea kinyume na Bible, mwambie hapa hapana. Hallelujah. Kwa sababu naelewa mwito nilio nao. Naelewa mahali ninaenda. Naelewa wokovu niliopata. Naelewa Mungu aliyeniita. Naelewa mahali naenda kuabudu. Naelewa roho niliyopata. Naelewa huduma ninayofanya. Haleluya. Sasa wewe unatumia unafanya huduma hapa, halafu mtu tu raia anakuchukua. Anampeleka kwenda kuweka mafuta kwa nyumba. Unatembea na mafuta unaharibu pesa yako bure. Ule ambaye akona mafuta bado unataka. Anasema mtoto wake asome. Anasema mtoto anataka hospitali. Anakuambia kwamba hata kwa nyumba anafukuzwa. Hata ndio umemwekea kafuni. Na anakuambia anampeleka kwa mtu. Na unamfuata. Mbona hii ujinga itaisha hivi? Bible inasema msitembee kama watu wajinga. Mbali. Muwe na akili. Muwe na ufahamu. Muelewe huduma. Umeitwa ili kwamba mtumikie Mungu. Halafu unaenda mahali. Unajua Biblia inasema vizuri, wale ambao wanahudumu katika madhabahu ya Mungu, Mungu huwalipa yeye mwenyewe. Halafu wewe uko hapa unaimbia Mungu. Unaenda kwa watu wengine wakwambia uko kwa Bishop Otinga ulipi kuja hapa tukulipe. Unaona sasa wewe unakuwa mjinga. Sasa hiyo utakunywa maji ya huko na kwambia hautakuwa vile ulikuwa. Mtoto wako akitoka nyumbani kwako, akienda kwa jirani, atakula huko maharagwe. Ataenda kwa jirani wa pili, atakula maziwa mara. Akienda kwa jirani wa tatu, atakula matumbo. Akija nyumbani, tumbo inafuruka. Wewe unashangaa, wewe ndio umepika chakula. Tabu imetoka kwa mtoto wako. Ni kwa sababu alienda na rafiki. Wakati wa rafiki umeisha. Sasa kila mtu asimame kwa mwito aliyoitiwa. Tembeeni kama watu walio na akili. Tokeni kwa mambo hili ya ujinga kwa naika makanisa. Kama umeamua kwa Getsemani, simama hapa.
kwa Mungu 100%. Watu wafinje ngoja uone. Hata wameshaanza. Wanatambuana wenyewe kwa wenyewe tena juu ya runinga. Sisi hatujaenda huko, tunataka wachafue runinga kwanza. Wakishachafua ndio tutaosha runinga. Haleluya. Hatuingii huko sasa hivi. Chafueni hiyo runinga. Piganeni wenyewe kwa wenyewe. Tambuaneni huko. Mkishamaliza hata mambo ya mafuta utasikia vile watasemezana huko. Weka macho utasikia. Weka tu masikio na ufunguange runinga ukiangalia. Wakubwa wale unaonanga ati ya kwamba ndio powerful judges wataanza vita wenyewe kwa wenyewe. Na wakishagongana watarudi kwetu. Sisi ambao tunatembea kwa pole kwa sababu tunajua ndio kama uko na hakika. Tuko hapa na watu ambao ni madriver wa gari. Kama macho yako haioni mbele huwezi kukanyaga speed. Ukiona msokotika na kanyaga mpaka speed ishe. Macho yanaona wewe unaona huko. Haleluya. Sasa Biblia inasema pole naambia hapana macho yangu sio kama yako. Mimi naona pale. Mimi naongeza macho mengine na wewe unataka kunyele hapo. Haleluya. So wewe uko na time. Mimi sina time. Time niko nao kidogo. So Mungu ambaye alinipa hii huduma alisema kwamba niendeshe hiyo speed. Kitu cha kwanza niko na roho. Kitu cha pili macho ya Mungu iko kwa barabara hii. Kitu cha tatu nilisomea hiyo gari si kwenda kuchukua na kwanza kukimbia. Sasa najua kupeleka gari niko na Roho Mtakatifu ananilinda. Mimi sikufi. Anasema kwamba no dead those who believe in the Lord have everlasting life. Sasa nitakufaje? Sasa wakati nakanyaga gari ifike mwisho, baba anasema lalamika, wewe kama umekaa kwa hiyo gari wewe la. Uko na professional driver. What do you just sleep? Hallelujah. Ndio maana hapa sasa hivi nataka kuendesha hii gari kwa hiyo. Sasa wewe lala. Hata nikikuza mlima. Wewe lala. Wakati mtu anakuuliza swali, hapana ongea kama haujui kile unasema. Akwambia saidia mimi kitu hapana mwambie hata mimi sina. Mwambie niko nayo lakini hapa mahali ambapo niambia sijakuwa tayari nitakuletea. Unapopita hivi unapata hivi angoko barabara unaokota maana nikwambia zile za watu wabaya zinatupwa wewe uchukue. Haleluya. Hata leo ile nimekuja nao nimeokota kwa barabara. Nilifika tu kwa gate nikapata 5000. Simama, sikuangalia nyuma atinanya maangusha. Sasa nilikuwa nini wafiche? Na nikaitisha uba yangu ni nikuja hapa tena ndio free of charge. You see? Ni mwenye hiyo pesa, sasa utamtoa hapa. Utaanza kuitoa barabara. Nani anauza pesa 1500? Pesa ya wasio haki ni akiba ya watakatifu. Wanaweza pesa. Kaeni kama waerefu. Ya kwamba hata kama hauna masomo unaweza fika ng'ambo. Haukusoma lakini unaweza nunua gari. Haukusoma lakini unaweza kuwa na bibi na watoto. Haukusoma lakini unaweza somesha watoto mpaka university. Bwana Yesu asifiwe. Tembeeni kama watu waliobarikiwa. Tembeeni kama watu waliokoka. Tembeeni kama watu wanaomjua Mungu. Tembeeni kama watu walio na kitu. Hapana kama mtu anaona. Hiyo sio la mwenye kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Si mimi nasema iko kwa maandiko. Anasema wale wanawake wale wasichana watano walikuwa katika hiyo nyumba na wote walikuwa mahali mafuta ilikuwa, lakini hawakuwa na shughuli ya kuchukua mafuta, lakini watano wakasema tutaweka na akiba. Sasa wewe ambao uko hapa chukua neno na kuweka akiba, maana niliwaambia kama Bishop Otinga ya kwamba kila mmoja duniani Mungu ameweka laptop ndani ya moyo. Kwa kila neno ambalo unapata hapa weka kwa laptop yako ikae. Wakati watasoma Biblia wewe utakuwa, wakati Biblia itaharibika wewe hautaharibika. Moyo wako umeshinda ile Bible, moyo wako umeshinda hiyo mambo ya kutoka mtabu. Weka ndani ya laptop maneno haya ya kwamba sitatembea kama mjinga bali nitatembea kama mtu ambaye anajua mali inaenda. Natembea kama najua siwezi kufa. Natembea kama najua nimebarikiwa. Natembea kama najua niko nayo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaenda kwa wewe kutafuta hata kama ni passport unasema sijui kama nitapewa. Wewe hujui. Na Bishop Otinga anamaliza tena nafasi yako akukombea bure. Sema unaenda
asifiwe sana. Sasa hii ndio shida ambayo watu wengi wamekuwa nayo. Kwa sababu gani anasema tutembee kama watu ambao tuko na akili? Twende mbele. Hebu soma mbele tusikie. 16 inasemaje? Sikia pale ndio anasema. Making the most of every opportunity because the days are evil. These days are evil. Mtu anaweka kibao kwa barabara. Anasema mimi ni mganga mashuhuri kutoka Tanzania. Kujeni kwa nyumba yangu mlete pesa. Ni wagange. Na wewe unatoka kanisa unaangalia kibao. Tembeni kama watu walifunga na jinsi kuni mbaya. Days are evil. Hata wale ambao alumnati wanatangaza hadharani wanataka watu. Wanatembea kwa nyumba wanafanya personal mwaka. Wanasema kwamba ukitaka baba yako utakuwa tajiri. Ukiwa mama yako amemaliza siku duniani, wewe utakuwa na gari. Sasa gari utakuwa unabeba nani? Kama wewe beba mama yako. Mwambie kana gari yako aje nikae na mama yako. Kaeni kama watu werevu wenye akili. Msidanganywe na watu wamekuwa na wadau hata wanao wako na akili sasa. Wamejaa roho ya kudanganya watu. Roho ya kudanganya watu imejaa kwa hao watu. Na wametuma watu kwa makanisa. Ukiona mtu kanisani unakaa naye na anakuambia atakupeleka kwa mtu, ujue ndio huyo. Huyo ndiye yule. Umekaa naye hapo mhubiri na mhubiri naye ako kwa simu, ujue ndio huyo. Hii maneno sasa anajaribu kukuambia. Haleluya. Wamekuja ndani ya kanisa. Tumekaa nao, tunakula nao. Lakini kwa sababu watu hawa ni wale ambao tumeambiwa tukue kama werefu tuwajue. Ukishatambua ya kwamba huyu mtu unatembea naye ndiye atakuwekea sumu, hauwezi kula chakula yote anapiga. Hata ongee lugha tamu kiasi gani. Atakuwa huyu ndiye atamaliza. Because adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Show me your friend, I will show you your enemy. Because the best friend you have today is the worst enemy you will have tomorrow. Anga kubarikiwa uone. Ukienda kununua gari, anaanza. Ukienda kufanikiwa, anakuja. Ukienda kumtangazia ya kwamba sasa nimepata sponsor. Wazungu wametoka Amerika wanasema nataka sponsor. Wow! Watu imeanza kuingia. Uko na dola, yeye hana. Mtu ambaye ulikuwa unakula naye. Umesaidia hata watoto wake. Umesomesha hata watoto wake. Anamgeuka. Ni wangapi wamegeuka msokotini? Maybe once. Enemy in your life. So if you want to grow in the spirit, believe in your own. Don't believe anybody. Don't trust anybody. Usiamini mtu. Hallelujah. Kwa chakula kuleni tu. Akupeleka kwa chips kuleni chips. Leta ile kuku imefurahi wewe kula kitu. Akanunua kasoda wewe kula. Lakini kwa ndani ya moyo, just trust in God. Hallelujah. Amini ndani ya Mungu pekee. Binadamu anageuka. Kama mke wa Ayubu aligeuka akamwambia tukana Mungu. Tukana Mungu kufe. Hivi chote Mungu ametupatia. Hii mali yote tumekula imetoka kwa Mungu. Wewe nani? Wewe nani sasa nakuandika hapo kama askari. Akianza kufanya mtoto anakusikia. Unafanya mtu akimsikiza neno. Kila ukiregesha tu utaona. Macho yako naona mpaka huko kwa sababu sitaki kwa regesha unaposikia injili kama hii. Injili kama hii utalala bwana. Tembea kama mtu mrefu. Haleluya. Ndio maana unaona sasa tukiwa hapa tunajaribu kutaka ya kwamba kanisa liwe na watu tofauti. Tunataka kabila zote zikwe hapa. Kwa sababu gani? Injili si ya Waluya tu. Injili si ya Wakikuyu. Injili si ya Wajaluo. Injili si ya Wakisii. Injili ya watu wote. So unapokutana mtu ukimleta hapo kwa kanisa, tunamheshimu, tunampenda, tunampatia kazi aende mbele. Amen. Tunakuza kipawa chake. Wakati unaanza kufanya biashara, unaweka ndugu yako manager. Mtoto yako ndiye anaweza pesa. Bwana yako ndiye amesimamia sijui secretary sijui nini. Hiyo kampuni imeshaanguka. Tena vita vinaanzia hapo mkienda mpaka nyumbani. Na mtakosana mpaka milele kwa sababu ni familia moja. Kanisa liko kama biashara. Na wakati unataka kwamba biashara yako ikue, weka watu wa mbali. Tena ukitaka kufanikiwa kwa biashara, enda uanzie mbali. Weka kwenda biashara uone. Kila mama hata mama kamteka anakuja nikopeze talent. Ndugu yako anakuja nikopeze talent. Mama utaenda kukudai mama mzee, mwambie ndio nyama. Wewe acha bwana. Hiyo kisha ulikuwa unamsaidia. Halafu inaanguka. Lakini baada anafikiria yeye anatembea kuja kukopa. Wewe acha ikae. Sasa hiyo ndio unapeleka nyumbani.
Hapana kufungua biashara nyumbani. Fungua biashara mbali na kwenu. Haleluya. Hatusemi anataka ukoe utembelee. Hapana, itembee mara moja. Sio kila siku izoe kwako. Hapana bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tutaendelea. Kwa sababu unajua kitu ambacho nyinyi hamjui, nataka mjue leo. Ukiwa umebarikiwa peke yako kweli, umepata hasara. Tena tabu ambayo hata huwezi kubeba. Kila neno linatokea nishuko Otinga. Otinga mtoto amekufa. Otinga mtoto amefukuzwa. Otinga mtoto yuko hospitali. Otinga nyumba ya Ibrahim. Otinga. Baka ukae kwa kwa usema, kwani Bwana unipatia itabu. Si itabu. Alikubariki lakini alikubariki peke yake. Sasa wewe uomba wengine ubarikiwe. Ndio shida hii tazama. Bwana asifiwe sana. Ndio vile unapookoka kwa familia yenu peke yako. Tena uko na tabu. Kwa sababu kila neno linalotokea kweli lile nzito linalohitaji muombaji ni wewe tu unaita. Na usipokuita wataita mganga. Sasa ukienda pale ukuta waganga wamejaa homa, roho yako imepotea. Unaanza kufa moyo. Unaanza kusema ni kama hawakutambui. Wanakutambua lakini uko peke yako. Haleluya. So wakati unapookoka hivi, omba Mungu sana akupe partner. Bwana Yesu asifiwe. So anasema pale ya kwamba days are evil because these days witchcraft imekuwa juu. Devil worshiper wamekuwa juu. False prophets wamekuwa wengi. Waongo wa dini wamekuwa wengi. Wajanja wa Bible wamekuwa wengi. Wakora wa kanisa watabiri wamekuwa wengi. Watu wao wanatanganya watu hapa ni wa Kristo. Tena wanatumia jina la Mungu. Wote wanajua kusema Bwana asifiwe. Wanatembea na Bible na wanaua watu. Wanatembea na Bible na wanafanya vitu vituko vikubwa. So wakati kama huu usipoweza kupata roho wa kuongoza uko na shida kubwa sana. So naomba msikue hapa kama washirika. Pateni huyu roho unisaidie kama wahuduma. Ili kila mtu unapokuja church ulete mtu kanisani. Ukiwa na roho niliyompata. Sikulala siku ile nilipata Roho Mtakatifu. Sikukaa na watu siku ile nilipata Roho, nilitembea nyumba kwa nyumba. Nilikanyaga vijiji vidogo na vikubwa. Nikihubiri habari ya Yesu. Sababu nilikuwa nachomeka. Sijui kama wewe uko na hiyo roho. Ukimpata huyo, huwezi kuja peke yako unatembea kama litakala. Hapana. Utatembea kama kumbe. Ukisema naenda kanisa, jirani twende kanisa. Hiyo ndio kumbe. Kumbe ikitoka kwa shimo naona hii na kuanga peke yake. Lakini kwa dakika mbili, siku mbili. Hujawahi kwenda. Enda tu mahali wote kumbe zitoka usiku. Ukichimbua hapo, mbili. Kwa sababu gani? Anajua kwamba si peke yake. Na wewe unatembea peke yako kama litakala. Na unasema bwana ndio chacha. Uliokoka wewe? Muulize jirani wako. Umekuja na nani leo? Muulize kama umekuja na nani leo? Atumekuja peke yako. Haya. Kristo huyo shetani. Lazima mtu aliyeokoka achomeke ndani. Anamwambia jirani, jirani anamwambia mtoto wangu ni mgonjwa, anamwambia leta tumwekee mkono. Haugonji kwamba utapelekea pastor kupikia nani? Unamwekea mkono unaomba na unatoka hapo. Si wewe unaponya. Ni ile kitu ulipata hapa. Si wewe unaokoa. Ni ile kitu ambacho uko nayo hapa. Ndio inaokoa watu. So tutembee kama watu ambao tunajaa Roho Mtakatifu. Na tutembee kama watu ambao tunakuwa barabara ya kwenda wapi? Mbinguni. Amen. Twende mbele kidogo. Sikia ile 17 nasemaje? Therefore, do not be fools. Do not be foolish. But understand what the Lord's will is. Understand what the Lord will is. Mapenzi ya Mungu ni nini? Anasema msiwe wajinga. Bali mfahamu mapenzi ya Mungu. Mfahamu huyu tinga alicho na Mungu na amekuja hapa kumsaidia sisi sote hivi. Haleluya. Usika kuja kusaidia mpe pesa. Mimi kusikia nisema nisaidie pesa nataka kwenda kujenga nyumba yangu. Nisaidie nataka kwenda kununua gari. Nisaidie nataka kwenda kusomesha mtoto. Niliwaambia jengeni huduma ya Mungu muende heke. Maana Solomon alipojenga kanisa la Mungu alibarikiwa sana. Haleluya. Na wakati unapotia pesa yako kujenga kanisa la Mungu,
Unajua hii huduma hapa tutawacha hapa. Mimi nikienda kwa maana sasa unajua kwetu ni huko upande wa Kakamega. Na huko tena nimeweka huduma. So nikisema hata leo nikae kwa huduma Kakamega, hii bado itaendelea. Itaendelea. Na wakati itaendelea watakuwa nakumbuka Bishop Otinga alijenga kanisa. Kwa sababu gani? Aliongea na wewe na ukakubali kutoa pesa yako, tukajenga nini? Kanisa la Mungu. So anasema tembea kama mtu mwerevu ili ya kwamba umtumikie Mungu kwa ile pesa uko nayo ama ile mali uko nayo. Na mtu amesema ya kwamba usiwe mchinga ili mpaka ujue mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba imeandikwa katika Jeremiah 29 verse 11 ya kwamba niko na mpango mzuri na maisha yako, kukupa tumaini wakati wako wa mwisho. Si sahi wewe unakuja kuombewa sahi unasema kwamba upate mtoto kesho. Hii mapenzi ya Mungu kweli? Mungu alisema miezi ngapi? 9. Wewe unasema leo umeombewa kwa sababu hujapata mimba, tena unaenda kwa mtu mwingine tena kuombea. Tena huko utatoka hata wiki ijaisha unaenda. Sasa huyu mtu ni mjinga ama ni mwerevu? Si ungojee miezi 9 kuone kama Mungu alifanya kitu. Unaona? So wakati unapoombewa, wakati unapoenda kwa maombi, wakati unapoenda kwa Mungu, hapana harakisha Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba wakati unaomba umsikize akujibu. Wewe unaenda kupiga kelele alafu unaamka. Hii si mapenzi ya Mungu. Mungu unajua, unalia. Mpaka mtu tunatoka. Alafu unasimama hapo, unaambia unaenda kukaa tena unasema nimeshaomba. Hakuna kitu umeomba. Umepiga kelele mbele ya Mungu. Wakati tunapotaka kwenda kuomba Mungu, anasema Mungu mjue mapenzi ya nani? Ya Mungu. Because when I am speaking now, you are listening to me. Is it? Yes. You are now listening to Bishop Otinga. Nikiongea namna hii na nyinyi muongee kama vile mliona mahali nyingine. Mtu anasema, "Hii vijana nyamazeni." Hao ndio wanapiga kelele hivi. Unaona mnajua hiyo neno. Hiyo neno atulete hapa. Tunaleta hapa hii ya Mungu. Nikiongea wewe unaongea. Hatuwezi sikizana. Sasa badala ya mimi kusikiza, nitakasirika. Nikishakasirika, sina injili na wapea na walaani. Unaona sasa? So nasema ya kwamba wakati wote unapoongea na Mungu, Mungu anakusikiza. Unapomaliza mpaka usikize kama anakujibu ama anakuuliza swali. Kwa sababu Mungu huuliza maswali. Ukimaliza kuomba unamwambia Mungu, nataka mtoto wangu sokoni na wale ule mama alienda kwa Yesu akasema huyu mtoto akae upande hii, mwingine akae upande hii. Yesu alimwambia haiwezekani. Alimwambia mbona sio hivyo? So wakati mwingine Mungu anaweza kuuliza swali. Akuuliza njoo umesema unataka hii. Na hii kitu unaficha hapa. Ile kadawa kako kwa nyumba, sika akaja kupatia. Maana kwa watu wengine anaenda kuomba na maacha mafuta kwa nyumba. Mwingine anaenda kuomba na anajua nyoka iko kwao. Mwingine anaenda kuomba na mama yake alimchaja chale hata hajaduka. Ako nao na anasema Bishop niombee. Sasa hizi chale nazo unajua sasa hapo ni Mungu mbili. Na Bible yetu inasema msiwe na Mungu mwingine ila mimi peke yangu. Maana mimi ni Mungu wa hasira. Anasema kana anachukia watu. Mungu anaweza kuchukia. Kwa sababu gani? Wewe ni mjinga. Usiwe mjinga. Unajua wajinga ndio wanakuja kwa nyumba zao. Kile umeolewa na mwanamume. Unajua siku hizi wanaume ni wachache. Na wamama ni wengi. Halafu bwana wako ameshakuoa, unakaa kwa nyumba. Halafu unasikia tu mtu mwingine anakuja kukwambia, nimeona bwana yako kwa barabara pale. Amesimama na kasichana kingine hivi kanapiga mbele na kidogo." Sema leo atakana. Leo hapa haikuliki. Chakula hapa hakuna. Halafu anaingia na kanyama hivi ati unamtupia. Atakwambia sawa. Sasa hapana kuja kwa Bishop Otinga. Bishop Otinga niombe. Wewe nenda utafute mali. Because wewe ni mjinga. Wajinga wanakaa kama wajinga. Werefu wakae kama werefu. Mtu mzima hawezi kuchunga bwana. Haleluya. So umesikia hiyo maneno? Hapana weka kwa akili. Bishop Otinga alikwambia kama umesikia mtoto wako anavuta sigara, hapana mwambie nimekuona. Mwambie hapa kwetu kuna Mungu. Bali mhubirie mambo ya Mungu. Sigara itatoka tu yenyewe. Lakini ukimwambia nilikuona ukivuta, sasa atavuta mbele yako. Ninajua ulisema ndio hii. Sasa anavuta mbele yako, utafanyaje? Hakuna kitu utafanya. So wakati wote mwenye
mnapokuja hapa kuchunguza watu, huyu anatembea hivi, huyu hafai vizuri, huyu amevaa longi, huyu anatembea fulani, hiyo ndio nikuleta hapa. Ukija kuletea hiyo maneno, mtu akwambia maneno, mwambie wakati ulikuwa hujaingia hii church, hii maneno haikuwa. Sasa wakati unakuja, wewe unakuja nayo. Rudi nayo bado ulitoka. Alikwambia kanisa ni mbaya, mwambie wewe ndio mbaya. Kanisa yetu imekuwa mzuri kutoka 1977, inaokoa watu. Kutoka 1977, inaponya watu. Kutoka 1977, inainua watu. Inaenda makuruseni, inasaidia kanisa, watu wanaenda mbele. Watu wameokoka mpaka wako Amerika. Wewe umekuja hapa jana. Unatuambia kwamba hii kanisa ni mbaya. Wewe umeleta ubaya. Hebu toka na ubaya wako, acha sisi tuendelee. Sisi tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Unajua nyinyi amwelewi. Kuna yule fundi wangu yule anasema hizi mambo mnajua nasoma tu mtu mmoja. Yangu isoni na watu wengi. Hata mbele yao sunani imekuwa kubwa. Siwezi nyama ya kumalinje mpaka inyelewe tuna mtu. Maana mbele kichwa yangu haigusu na watu wengi. Hapa utachukua mali yangu kwenda. Abagashika hata kama ndio miaka 2 yuko mali mbele wakarudi mali. Na huyo mtu ananinyoa hawezi kufa. Ataishi aninyoa. Fundi wewe huwezi kufa, utaishi tu ulisone yake. Huyu fundi tuliana naye ni miaka ya zamani sana huyu mzee na ni mtu wa mlima. Yeye alikuza mlima na akamaliza. Na watu wengine badala ya kwenda nao, yeye alienda kuhubiria. Mpaka sasa wamerudi. Wamekuja mpaka home. Na huyu mtu ndio hata wa secretary wa church tukianza. Zedekia nusu. Wakaenda. Lakini fundi hapo fuata na nakaa. Wala kanisa yao iko hapa. Nyumba ya fundi iko hapa na soda yao. Aingia kwa sababu ya mimi mtu huko. Unaona? Ukishajua mahali baraka yako iko, usihangaishwe. Usitembee kama mtu hujui mahali unaenda. Simama imara kwa neno la Mwenyezi Mungu. Ili ya kwamba wakati parapanda inalia, unasema haya ndio nilifanya. Kwa hii nyumba, hii mimi ndio nilikuwa ninaangalisha huyu mtu. Kwa hivyo baraka yangu, Mungu nipitie njia gani kwambia wewe ingia hapa. Kazi yako ilikuwa mzuri. Maana yule mtu akionekana amengaa vizuri, watu walikuwa wanamsikiza. Kwa hivyo unafanya kazi nzuri ndio mlango wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unafanya kwa Mungu kina malipo yake. Nothing you do in the church can go in vain. Nothing. Hata ile nduru umepana, you'll be paid. Bwana asifiwe sana. Hata ile kugaramika leo umekuja kanisa, utalipwa. Kwa sababu hakuna mtu anakuja kwa kanisa, angalia watu wanatoka mpaka huko Kasarani. Kuja hapa kwa kutu Mwenyezi Mungu. Alafu waende uhangaike. Hakuna mgonjwa, hakuna na shida. Mama mmoja ametuambia pale ushuhuda wake mpaka tukasikia tunalia na Pastor Rebecca. Tunalia machozi. Kutoa pesa kwa madhabahu. Alafu kazi yako inaisha. Bwana anakuacha. Watoto wakafukuzwa shule. Kila kitu yani amerudi zero. Hawezi atapata 5 bob. Anaona akiona 10 bob ni kama ile mbwa imeona mfupa. Mtu ambaye alikuwa na pesa. Alafu amekonda ni kama mtu akona ukimwi. Kwa sababu mawazo yamemjaa. Hakujua bwana msikiza. Ni kwa sababu siku hizi there is evil. We have altars ambaye watu wameweka vichwa vyao kwa madhabahu. Watu wameweka hizi figo, sehemu za siri zimewekwa, zimechimbiwa hapa. So unapoingia kwa hiyo madhabahu, wakati unaweka tu sadaka yako hapo, wewe pisha. Hao mapepo wanakuja nyumbani kwako. Watakunyonya, watakumaliza. Wacheni kunakonga kwa madhabahu za watu. Ndio maana unaona kabisa kwa Biblia inasema msiende kwa madhabahu. Hiyo nitakuja kuwafundisha kama mtakuwa hapa hii wiki, tutawafundisha. Inasema hata ukijenga madhabahu, usijenge madhabahu ya kuinuka sana. Kwa sababu mtu wa chini asije akaona uchi wako. Hii nilisoma jana hiyo. Kwa nini asije akaona uchi wako? Ukipanda juu ya madhabahu na wewe unaenda kuomba Mungu sasa na nguo ya kulala. Sasa hivi hata umetoa nguo na unasema Mungu nimekuja kuomba. Hiyo ni maombi kweli? Kama anasema hapa ukipanda kwa madhabahu uvae sawa, usionekane uchi wako. Wewe ukuuchi, unaenda unasema umepiga magoti. Hai. Temeni kama watu werevu bwana. Mmeshakuja kanisani, vaeni kama watu wa kanisa. Temeni kama watu wa kanisa. Ongeeni kama watu wa kanisa. Chazweni roho. Roho atakufundisha kuvaa. Roho atakufundisha
wamekaa mbele hawa mama hawa. Sinaona wamekaa nzuri sana. Sasa kama wangekuwa na kangoa kamefika hapo. Halafu anakaa mbele hapa Bishop Kutika upini. Injili tena. Si unabadilisha Bible? Si mambo ya kucheka. Hii ndio maneno ambayo nawaambia mkae kama watu werevu. Hii ni kanisa la Mungu. Ukienda kanisani, vaa kwenda chini. Kwa sababu mwanaume yote, awe bishop, awe reverend, awe nani, anakuwa na macho. Na imeandikwa kwa Bible. So, wakati unapotaka kwenda kwa kanisa na umekaa unajua umevaa vibaya, ukaa huko nyuma. Ama chukua leso, jifunike. Hii ni kanisa. Hii ni mali ya Mungu. Mungu akamwambia Musa, toa viatu vyako, maana mahali unaenda ni patakatifu. Sasa nyinyi mnaenda tu hivi ati kanisa tu tunaende tu. Atumevaa tu watu watadana kwa yao. Tukuni kuangalia kwa yao bwana. Hatuangalii vile umevaa, hatuangalii vile umesuka nywele, hatuangalii vile ambavyo unacheka. Tunaangalia roho iliyo ndani mwako. Je, inamjua huyu ndani mwako? Roho iliyo ndani mwako. Inatambua haya mambo tunasema. Roho iliyo ndani mwako. Inaamini haya maneno ambayo Bishop Kutika anasema. Kama unaamini, wewe ndio mmoja wetu. Na kama hauamini, tunakuangalia kwa kando. Haleluya! Tembeeni kama watu werevu. Usitembee kama wajinga, kwa sababu siku hizi ni hatari. Siku hizi ni hatari. Kama kuna siku mbaya ndio hizi. Siku ambazo watu wanarepu watoto wadogo ndio hizi. Siku ambayo watu wanarepu mama zao ndio hizi. Siku ambayo mtu anaenda kusimlisikia kwa hospitali, mtu anakata mwingine singo hospitali ndani. These are evil. Mtu unapelekwa wende utibiwe. Mtu anakuja pale na panga na kukata singo inaanguka chini. Kenya hii sio nje ya Kenya. Tena Kenyatta hospitali kubwa. Halafu wewe uko hapa unasema kwamba uko kwa Kenya. My friend, mjazo roho. Amina. Hallelujah. The days are evil. Siku ambazo tunaishi ni mbaya. Ninawaambia mnasikiza maandiko, mnasikiza ngatibu za ingine mnajionea maneno. Sababu tunaishi siku mbaya, siku za hatari. Siku ambayo mtu anachinja mtu. Na atasikia kwamba amefanya makosa na anamweka kwa gunia. Na ametoa sehemu zake, tamepatikana kadhaa, ameweka hizi zingine kwa gunia na anaenda kutupa. Mtu, binadamu. Na wewe unaendelea kusema kwamba haleluya tunaenda mbinguni. Hauendi mbinguni. Nani aliye kwenda mbinguni akarudi hapa? Anatuambia mbinguni. Sisi kile tunajua yule aliyeenda huko alisema kwamba naenda kutengeneza makao. Halafu kusema twende, yeye alisema nitarudi. Sasa hiyo ndio maandiko yangu. Tunamngoja arudi ndiye atupeleke wapi? Mbinguni. Halafu mwingine anambia mama matabanga huko mgonjwa, amekufa, wacha aende apumzike. Huko nani alikwambia huko watu wanapumzika? Nani alienda huko akapata watu wanapumzika? Tuambie bwana. Unajua sasa hivi tunahubiri maneno ambayo hatujui. Hata ameenda kupumzika. Wewe unamwona kaenda kupumzika. Hii kanisa tu watu waende kupumzika. Ukipoa kwa mataka kama mama yako amekufa, sema shetani anaua mama yako. Hapana, ambia watu kwamba tulimpenda sana, alafu Mungu naye akampenda kuliko sisi. Wewe. Biblia inasema Mungu alipopenda ulimwengu alimtoa tu mwanawe. Akijua kwamba atarudi tena kwa hakumtoa muue. Hapana, ukipenda mtu utamuua aje. Alikuwa anamleta akuokoe na akarudi hai. Hakufa. Na akasema mtoto ambaye anamwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. So hii mambo ya miaka 70, hapana kama wajinga wale wazee wa zamani walikuwa wajinga, wanakuambia ukibaki na ukifika miaka 60 umejaribu, 70 ni pasisi, 80 sio nini hiyo ujinga hiyo mtoto huko. Msikize Bishop Kutika. Anaongea mkaya 100 years bado kijana. Hallelujah. Ukifika miaka 100 sasa tunataka kualinda uchape. Miaka 100 piga darama. Hallelujah. Kimbia kwa barabara. Hapana kufika miaka 100 unasema, "Si unajua miaka inaenda." Miaka inaenda wapi? Isikilie isiende. Shika miaka yako isiende sister. Shika miaka isiende. Nikwambie, nikitaka kwenda ambia bana, Bishop Kutika amekataa. Amesema sisi tunaishi hapa. Miaka yetu hapa tukiwa vijana 100. Kuanzia 100 kwenda mbele tunaanza kukomaa. Sasa wewe miaka 80 unaanza kutembea kuhubiri hutaki, kuimba hapa unaimba ni kama unaenda kufa. Bwana. Bwana hiyo maneno tuache. Tusimame kwa hili neno kwa sababu sisi wa Getsemani pekee ndio tutakomboa dunia hii. Na
sisi ndio tumesimama kwa ukweli. Maana ukweli kwa wokovu wote ni neno. Na ile kitu mimi nawapatia ni neno. Nilikwambia hata ukiuza shamba ununue Bible, umefanya kitu ya maana. Uuze kile uko nacho, kuwa na Bible kwa nyumba yako. Amen. Alafu wakati unasikia hii Bible, iweke ndani ya moyo. Ile kitabu hata ukiwacha kando, ile ambayo umeweka hapa itakusaidia. Alafu upokee Roho Mtakatifu. Afafanue yale maneno unayosoma. Sasa hakuna siku utauliza mtu maswali. Sababu wewe unaenda Mungu anakuonyesha maono mazuri. Ukienda kwa mtu anayefafanua tofauti ili akuwe roho. Kwa sababu wewe hujui. Anakuwa roho. Lakini ukiwa na roho, wakati unaona maono, unaifafanua mwenyewe. So tusiishi kama, kwa sababu siku ni hatari. Tuangalie katika Mathayo wale wasichana wanawali 10. Nataka kumaliza, nataka kuombea. Tusiwe kama wajinga, ndio nataka muone na ngani. Do not walk as fools. Be wise in life. Walk with wisdom and as a victor. Shit. I know we have people here. They become happy when they have money in their pocket. But when they don't have money, hata uweze kuongelesha. Anakaa ni kama anakufa kesho. My friend. Hiyo ni ujinga. Uwe na pesa na ukose pesa, paa vizuri. Chana nywele. Higa ile kama mstari kako kwa kuchapa kwa nywele kako kaanguka huko. Yule aliyekuambia kama una pesa atakwambia kama uko nayo. Hiyo ndio Mungu anataka. Anasema kwamba msiokuke kwa sababu mko na mali. Okokeni kwa sababu Bwana ndiye anapeana. Wakati amekupea furahi, wakati hauna furahi. Maana wana watu kama wakifunga, akifunga hata kwa nyumba yako hawezi ingia. Hata anasema nimefunga siku 2, hata akija kwako naambia iko chai hapa. Wacha bwana, wewe mimi nimefunga bwana. Sasa unaongea mimi nakwambia tu chai hapa. Ungeniambia tu leo sikunywe niko kwa maombi. Lakini wewe ujini nimefunga. Acha hizo ujinga. Tusome. At that time, the kingdom of heaven, ufalme wa mbinguni, will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 2. 5 of them were foolish, and 5 were wise. So, where are you? Are you 5 of them? Ama wewe ni and 5? Ujiulize, uko kwa grupu gani? Unaweza kuwa grupu A au grupu B. Tuseme 5 of them were grupu B. And 5 of them were grupu A. So in this church, we can divide ourselves in groups. Because wale wasengenya watu ni wengi hapa. Wale watu wakitina hapa ni wengi hapa. Hata mkitoa hata ile pesa mmetoa, utasikia wale wakisema, ukiambia wengine, hata ile pesa labda haitaenda kwa mjengo. You see, those are fools. Wako kwa ile grupu, sasa usiwasikilize, wewe sikiliza grupu A. Grupu B ni ule ambao unaenda kumwambia, sasa nimeshapata bwana ng'ambo. Nitafanya harusi yangu hapa. Umejichimbia simu. Mluya anasema wewe ni uko. Sasa huyu umemwambia hajafurahi ya kwamba unamwambia ya kwamba atatakuchangia. Sasa angalia. Watu wanyaka tu karibu 60 ndio wanapata wapi? Sisi.com 80 kwende. Sina mtu hapa. Hata mtu hajawahi kunifanyia kwa barabara. Nilimwambia siku moja, kama umetupiwa hiyo pepo, hata ufanye ile tunaita see me through. Hata nikaa mbele ya pastor, kwa pastor hivi na huko imefika hapo. Hawani kidogo kama makaza.
anachange nguo, anatoa, anavaa ile nyingine, anatoa, anaweka kiatu mrefu, anatoa, anapaka ile rangi red, anatoa, anaweka ile nywele, anatoa, anasema acha niweke ile kununua, anatoa. Na anatembea kwa njia kabisa kijibura. Hakuna mtu yani sasa hivi umetoka kwa nyumba hata ukiangalia kwa kioo unaona uko smart. Lakini ukifika tu pale nje sura yako ina change. Kama makazee kabisa karibisha. Hasiye. Sio mtu akitaka hivi Mungu nisaidie. Mungu ukikutana watu wasema Mungu nisaidie. Hii ndio sababu. Unasema ukikaa kama mjinga utaishi hivyo. Unasema mimi nilisoma sana. Watu kama hao bwana, hata mtu akimpata bwana anakuwa na shida. Wanamwambia dawari 2 milioni. 2 milioni ya dawari. Mtoto alisoma sana. Alienda mpaka kuna degree. Ule alisema kuna PhD, hapo na PhD. Mtoto wetu. Kwa hivyo 2 milioni. Kijana anasema basi tena niweke na ukae na hiyo milioni yako pia. Baba ameshaharibia mtoto maisha. Wazazi ambaye hawana Yesu wasikushawishi, hata kama ni mama mzazi wa ukoo wako, baba mzazi aliyekuzaa, asikushawishi. Tafuta baba wa kiroho akusawishi kuishi. Huyu atakwambia kwamba usiende kwa mtu hana pesa, usiende kwa mtu hajasoma, usiende kwa mtu unaleta huyu anatoa, unaleta huyu anatoa, unaleta huyu anasema ni mlevi, unaleta huyu anasema hana pesa, unaona? Utakufia kwenu. Miaka inasoma. Miaka irudi nyuma. Sio wakati wote unapotaka kuolewa mkaa, tafuta baba ya kiroho mwambie nimepata kijana nataka naye. Akwambia kwamba mleta hapa tumuombe. Tumgeuze tumchange. Haleluya. Kama hujui Mungu hubadilisha watu. Kuna mama hapa karibu 5 ambao mimi naweza kutoa hapa mbele watoe ushuhuda kwa kweli. Ambao walikuwa na mimba, akienda huko anajua ndani ya tumbo lako ni msichana. Tunamuombea anakuwa kijana maana roho yake inataka kijana. Na sasa kijana. Mwingine anasema kuna kijana kwa tumbo na kweli wamepima hata angalia skani wamescan nini kumwambia acha. Wewe unataka msichana tuombe. Akazaa msichana. Bishop Ibu gani? Ndio huyo Mungu tunaabudu hapa. Anakupa kile unataka. Maana kile unaomba ndio kile unapewa. Kile unasema ndio kile kinakuja mbele yako. Bwana asifiwe sana. Usema mambo watu Mungu anaweza fanya tu vile anataka, hapana. Mungu anasema mdomo yako ndio kifunguo yako ya kupatia kile unataka. So if you have a mouth, you have a key. Use that mouth to prepare and to prophesy good things in your life. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msichana hapa aliniambia nataka kuolewa. Akamwambia, "Unataka kuolewa Kenya?" Akasema, "Mimi nataka kuolewa nje." Mwambie tuombe. Hata kijana kutoka nje sasa anasema, "We are preparing our wedding. You will be there." You see? So ukisikia nimeenda US huko. Hapana kwa kelele. Ukipiga kelele tunajua kwamba ni wewe ndio wale watu. Wewe ndio wale. Mmoja sisi tukule vitu tuliomba. Mtu anakulia neno lake. Amen. Haya, tuangalie. Watano ambaye ni wajinga na watano na wakawa werevu. Twende mbele kidogo brother. Nataka kumaliza maana sasa tumekataa. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Wajinga walisema sisi ni Wakezemani lakini walikataa kuokoka. Here. Ukimuuliza umepata Roho Mtakatifu? Mimi naenda Gezemani. Umepata? Yeye nilipata kwa maji ya upata wa Yohana. Lakini upata wengine sijajua. Kwa sababu hana mafuta. Ndio wale wanasengenya watu. Ndio wale wanafanya vituko kanisani. Ndio wale wanatuletea tabu hii tuko nayo. Lakini watu wote wangekuwa na hii mafuta. Bwana, ukimwona mkeni, unamkaribisha, unamfurahia, unaongea naye. Ukiona jirani yako anafanya mabaya, unamhubiria, twende kanisa. Mimi nataka mwaka hii kuhubiria hawa majirani wako hapo. Hizi branches zikikuja sikujanje zikuta wakichelewa wanakaa huko. Lakini umoja pekee yake umejaa mpaka huko. Hata tutoe hiyo viraka iende huko. Kwa sababu gani? Tuko na roho.
if you are anointed, anybody you talk to will follow you, because they follow anointing. They don't follow people. Hawafuati kwa sababu wewe umevaa vizuri, unaongea vizuri. Wanafuata ile kitu iko ndani mwako. Unapomwambia kuja kanisa letu, yule mtu anasikia tu ameguzwa. Anasikia moyo anachemka. Haleluya. Nikwambia kanisa iko hapo. Unja hapa tu karibu. Anakuambia Jumapili nitakuja hapo. Na akikuja haendi. Kwa sababu gani? Hapa ndipo madhabahu itakayookoa. Nothing is in this altar. Everybody can stand on this altar and go home free. Amen. You can come here and preach the gospel and go home free. Lakini hizi madhabahu mengine, enda pale uimbe. Ukienda kulala usiku, unasikia watu wanakuongelesha. Wageni wasiotarajiwa wanakutembelea. Unatoka kwa ile madhabahu, unatembelewa na wageni ambayo haukualika. Wanaanza kukuambia maneno. Kama mmoja amekuja pale akaniambia walimtembelea. Hata nimemwona akitoa sadaka yake. Wakamwambia wachana na huyu Mungu wa Bishop Odinga. Ukuje sisi tutakufanya tajiri. Wakaanza kumuongelesha. Sasa akasikia sauti nyingine anamwambia usijaribu kufuata watu. Yamekuja asubuhi na Bishop niweke mkono tafadhali. Hii akamwambia ni ile kipao umepewa ndio anataka. Ungejaribu tu kidogo kuwasikiza, sasa haungekuwa. So ukienda nyumbani omba na bahati haukufuata. Alikuwa anamwambia kuja twende ukuonyeshe mali pesa hiyo. So wakati wote unapokuwa hapa na utoke yule kwa madhabahu mbaya, wageni hao watakutembelea. Alafu unafikiria mali nimeenda nimepata vision. Si vision, ni wageni ambao watakutembelea. Watakuongelesha na wakutoe kwa hiyo tukufu. Maana hao wanatafuta watu ambao wako na hii mafuta. Hao watu ambao walikuwa na mafuta 5 ndio wanatafutwa. Ndio watu wote wanaangalia uko na mafuta gani. Ni nini ambayo uko nayo inayoweza kufanya tukuje kwako. Wewe unasema watu wakutembelee. Watakutembeleaje hauna kitu. Kuwa na mafuta uone watu. Hata waiti wanatembea wanakuja wenyewe. Mtu tulikuwa tunapita hapa tukaona tukusalamie. Ni ile mafuta imewafuta. Haleluya. So msitembee kama wajinga. Chukueni mafuta. Msikose hii mafuta ya Roho ambayo Bishop Odinga amewapatia hapa. Jazweni Roho Mtakatifu. Someni neno la Mungu. Kaeni katika huduma. Tembeeni kama Bishop mwenyewe. Haleluya. Mkihubiri injili, maana mtalipwa kwa hiyo injili mnahubiri. Hubieni tu watu. Maana Biblia inasema ishara hii itawafuata waaminio. Haikusema itafuata mapasta. So mahali mtu unaenda, kama wewe uko kwa branch ya Mkuru, uko kwa branch ya Jericho, ombea watu kibera kwa hiyo branch. Bado umeshawaleta Kesemani. Utabarikiwa. Haleluya. Na hapo ndipo Mungu atakugusa. Lakini ukisema tu pastor lete wapi? Ni wapi imeandikwa wachungaji wanazalisha kondoo? Wapi? Kwa Biblia. Kondoo zinazaana. Mbuzi zinazaana. Wewe unaamka tu asubuhi. Hata leo niamka nikapata huko kwa mbuzi imezaa yenyewe. Nikasema kweli hii mjini na ubiri ni ya kweli. Hata kuna mtu anaenda kujisaidia. Mama anasema twende maternity tusaidie. Lakini hii haikwenda huko. Ilijisaidia yenyewe. Na ikajikatia hiyo kitu yenyewe. Kalikuwa hiyo ndio ndama zilikuwa zinakimbia pale. Sasa na hii mimi nakimbia hapa. Mbuzi imezaa. Nani alienda huko? Hakuna. Usiku yeye zaa yenyewe. Sasa mbuzi zina kondoo wana tunataka tuone tu watu hapa wakirukaruka. Tunauliza naye ametoka wapi? Mbuzi imezana. Nani ule anarukaruka pale? Kondoo imezana. Si pasta. Ana pasta yuko pasta kazi yake ni kuleta chakula na kulisha zile ambazo zina sana. So pasta zimue tuna chakula lakini kondoo zisane. Haleluya. So ukitoka hapa ambia watu tuna mahali watu wanaokoka. Wacheni maneno ya kudanganywa. Kuna mahali unaweza barikiwa bila mafuta, bila kupanda mbegu, bila kufanya chochote, unaenda tu na unabarikiwa na unaenda nyumbani. Waambieni watu na wakuja hapa. Wakikuja hapa hawaendi. Sababu hata kuona bishop hakuna appointment. Wewe unaenda kwa nyumba ya bishop unamuona. Ukitaka kwenda kwa ofisi unampata. Ukimwita kwako anakuja. Ukisema nini nyumbani kwenu anaenda. Huyu ndio bishop anaenda wapi? Heaven. Lakini ndio kwenda kwenu mpaka unigaramie. Waacha hiyo maneno. Sasa hiyo ndio nataka mtoke huko. Msitembee kama wajinga. Tembeeni kama watu werevu ambao wanajua there is a
evil. Simame wote. Simame wote. The days are evil. Nimekata kwa sababu hii wakati ni mchache. Hii maneno sio ya maneno ya kucheza nao. Because everybody knows that Jesus is coming. Nani hapa ajui Yesu anakuja? Nyinyi wote mnajua Yesu anakuja na bado mnaendelea kufanya dhambi. Is that not foolishness? If you know the judge is coming to judge you, you must correct yourself before the judgment. So Jesus is coming to judge the world. He's not coming to save. Anakuja si kuokoa tena, bali kuhukumu. Mnajua Yohana 10:10 vile inasema, mwizi haji ila kuua, kuharibu. Na ukijua mwizi anakuja kuharibu, inafaa ujitayarishe. Juzi nilikuwa nikiambia watu, unajua ile watu wanajitoa wanajeshi. Kwa msimama hiyo nisikize vizuri. Mwanajeshi ile kitu unasikianga bulletproof ni mzito kuvaa. Na ndio ina peke yake inaweza kusave wakati anaenda vitani. Anaambiwa vaa hivyo, uweke ile kofia, funika macho ibakie hapa, weka masazi sijui vitu na mgongo, unasikia kweli kabisa umebebana. Wengine hata wanaona ni mzigo, lakini hiyo pekee ndio inaweza kumuokoa. Kwa nini wanakataa kuvaa? Kwa sababu ni mzito. Kwa nini wewe unakataa kuokoka? Unasema hii maneno ni mzito. Na hii pekee ndio inaweza kutoa ikuingize mbinguni. Tafadhali kubali wokovu. Kubali kubeba Roho Mtakatifu katika maisha yako. Bishop Otinga hatakuwa siku ya judgment. Pastor wako hatakuwa siku ya hukumu. Bali ni wewe na ule roho aliye ndani mwako, ule ambao unasema ni mzito. Kubeba roho ni kazi ngumu. Kwenda hapo kutembea kwa nyumba za watu na kuhubiri, kuzungumza hii maneno ni mambo ngumu. Hiyo ndio itakuokoa pekee. Hiyo ndio ile bulletproof. Ijapokuwa ni mzito, lakini inakuokoa maisha yako. Beba familia usonge naye mbele. Ya pili ni kwamba lazima ujue jinsi ya kuivaa. Kwa sababu vita vyetu si vya nyama na damu. Tunapigana vita vya kiroho. Na vita vya kiroho lazima tuvae silaha za kiroho. Ndipo tushinde katika hii safari. Bwana asifiwe sana. Kama haujui kulinda nyumba yako, nyumba itakuacha. Kama haujui kulinda kazi yako, utafutwa. Kama haujui kulinda kipawa yako, itapotea. Kama haujui kulinda watoto wako, watoto watakutusi nyumbani. Kama haujui unasema tu kwamba sasa nimepata gari itakuua. Kila kitu ambacho uko nayo lazima ujue kuilinda, maana siku ni mbaya. The days are evil. So huyu Mungu ameniokoa, amekuokoa, amekuita, ameniita. Hai Bwana, hata kuna kitu ambacho nimemlipa, bali tu wakati mwingine huwa namwimbia ile wimbo yangu, unastahili ibada. Hii wimbo wakati mwingine wewe huwezi kujua nilitoa wapi. Unaenda ukoroga upate, lakini unapata ni tofauti na ile Bishop Otinga alikwambia. Huyu mimi nikikumbuka familia ambayo nilizaliwa ndani, vile nilikuwa kabla sijamjua Bwana, toka 77 mpaka sasa, yale nimepitia, tabu na shida ambayo amenitoa ndani, ficho ambayo amenificha na kunipa watu wazuri kama nyinyi, watu wa maana kama nyinyi, ili ya kwamba mnisikize. Anastahili ibada. Unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili ibada, unastahili
unastahili ibada, unastahili Baba yangu, Mungu wangu, unastahili ibada, unastahili unastahili
will serve you. Nitawasaidia. Sasa najua kuna kazi mingi. Let me just pray. Yehova wewe ni Mungu.